unachokihitaji na kukitafuta kwa kuvua mavazi, kuvua utu wako, kuvua mwili wako, kumpa mtu mwingine kwa sababu ya kipande cha mkate. Yes. Sikiliza naye kahaba. Anasema na kahaba, sasa kahaba ni mara nyingi mwanamke humwinda mwanaume ili apate kumlasa. Yawezekana mwanaume wako uliye naye ndani kuna vita na vihitaji kwako utimizi, alafu unachukulia ni jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwanaume nyumbani akiwa anamchukulia ni jambo la kawaida. Anaposema mke wangu kuna 1 2 3, unachukulia ni jambo la kawaida. Na unachukulia ni kitu cha kawaida, ni chepesi, unakiweka mbali. Anakuja tena mke wangu kuna 1 2 3. Inawezekana na uhitaji. Haleluya, ana uhitaji wa mahusiano. Haleluya. Lakini unasema leo mimi sisikii, siko vizuri, siko sawa. Kisa yawezekana hujapata hitaji lako, leo unataja unataka shilingi 5,000 hajakupa. Lakini mumeo ili umesoma tu kwa sababu alikuwa anataka shilingi 5,000 hajanipa na mimi nyumba simpi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio anakutana nani? Na kahaba. Anasema kahaba anasemaje? Kahaba humuinda mtu na anase katika nafsi yake ya thamani. Yaani kahaba anamuinda mwanaume japokuwa na thamani kwenye familia yake, anathaminiwa na mke wake, anathaminiwa na watoto wake, na kahaba anatamani ile nafsi anayothaminiwa athaminiwe yeye kupitia yeye na kuharibu nafsi ya yule mwanaume. Kwa sababu yule mwanaume amekosa alipokuwa na vihitaji kwa mkewe. Amekosa, unakuta ameingia tayari kwenye mtego wa kahaba. Na akiingia kwenye mtego wa kahaba, anasema kahaba atamshikilia, hamwachi. Anakuambia paka tone la mwisho atamshikilia. Yaani huyo mwanaume akiona teseka nyumbani hataona shida. Amekuta mtu ambaye ana uwezo wa kumbeba mgongoni na kumpeleka bafuni na kumuogesha. Yaani akiangalia tu kwamba nimteke nimshike asije akaondoka kwangu tena. Huyo ni kahaba. Akimshika mwanaume amwachirii, anamshika kweli kweli, atamuonesha vitu ambavyo huyo mwanaume hajawahi kuvipata nyumbani kwake. Lakini uliye na Roho Mtakatifu haitakuruhusu mambo hayo. Haitakuruhusu hiyo hali. Yaani hata kama unapitia kwenye maisha fulani, hata kama mmeo ni mlevi, ana mlevi wa kupitiliza, kuna wakati amekuja amelewa, unaona kabisa kwa wakati hata elewana katika shirikiana, kwa sababu yawezekana nao ulifanya silijui, kwa sababu kwenye ulevi unaweza kumwacha lale. Hata kama alikufonyi usiku yawezekana ukakataa kabisa, lakini ikifika asubuhi jifanye wewe ndio unambembeleza. Yaani wakati pombe imemtoka kwenye kichwa chake, wewe ndio jifanye sasa unambembeleza. Unamuonesha mapenzi ya haki wakati yeye ufahamu upo, sio ufahamu wa kwenye pombe au sio ufahamu wa kwenye ulevi ambao ulewa kama ni bangi au ni nini. Haleluya. Atakuona ni wasamani. Ndio usiku umesema huyu mtu hajielewi, hata kifanya chochote hata kumbuka alilofanya ni lipi. Nilichokuwa nafanya naye ni kipi? Sasa na mimi huu nimekataa, lakini asubuhi pombe inakuwa imetoka. Imeondoka, muonesha sasa mapenzi yako ya kweli. Uone huyo mwanaume kama hataanza kubadilika mwenyewe. Hataanza kujirudi mwenyewe. Kuna wakati anasema kumbe mimi nilikosea na kwenda tofauti, ndio maana nafikia magomvi yasiyokuwa na thamani. Bwana asifiwe sana. Mungu asaidie.